Taifa la Tanzania liligubikwa na huzuni kubwa usiku wa Machi 17 mwaka 2021 baada ya makamu wa rais wa wakati huo, Mama Samia Suluhu Hassan, kutangaza rasmi kifo cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Magufuli, kupitia televisheni ya taifa TBC. Alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Akilihutubia taifa usiku wa Machi 17, aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wakati huo, Samia Suluhu Hassan, alisema Magufuli alifariki majira ya saa 12 jioni kutokana na tatizo la moyo. Katika hotuba yake ya taifa iliyorushwa mubashara, Mama Samia alieleza kwa masikitiko makubwa kuwa Rais Magufuli amefariki dunia jioni ya Machi 17 mwaka 2021 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Alisema taifa limepata pigo kubwa kwa kumpoteza kiongozi aliyelitumikia nchi kwa ujasiri, uzalendo na kujitoa kwa dhati. Rais Samia, kwa sauti ya huzuni na uso uliojaa simanzi, aliomba Watanzania wote kuwa watulivu, waendelee kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa katika kipindi hicho kigumu. Alisisitiza kuwa serikali itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba, huku taratibu za kitaifa za kuomboleza kiongozi huyo zikiendelea kutangazwa. Tangazo hilo lilisababisha hisia mseto miongoni mwa Watanzania, ambapo wengi walijitokeza mitandaoni na barabarani kuomboleza kifo cha Rais Magufuli aliyejulikana kwa msimamo wake mkali, kupambana na rushwa na kusimamia rasilimali za taifa. Televisheni ya taifa na vyombo vingine vya habari vilibadilisha ratiba zao na kuanza kurusha vipindi maalum vya kumbukizi na dua. Kifo cha Rais Magufuli kilifungua ukurasa mpya wa kihistoria kwa Tanzania, ambapo Mama Samia Suluhu Hassan aliapishwa kuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo, akiahidi kuendeleza mazuri yote yaliyoasisiwa na mtangulizi wake. Kiongozi huyo aliyepewa jina la Tingatinga kwa jinsi alivyojipambanua kama mpambanaji dhidi ya ubadhirifu kwenye sekta ya umma, amefariki baada ya wiki kadhaa za fununi kwamba alikuwa ameambukizwa virusi vya korona, ingawa taarifa rasmi ya serikali kupitia kwa makamu wa rais Bi Samia Suluhu Hassan ilisema kuwa alifariki kwa matatizo ya moyo. Taarifa iliyoandikwa na Deutsche Welle, shirika la utangazaji kutoka Ujerumani, liliandika kuwa mara ya mwisho kiongozi huyo wa taifa hilo la Afrika Mashariki kuonekana hadharani ilikuwa tarehe 27 mwezi Februari. Maafisa wakuu serikalini awali walikanusha kuwa rais anaumwa, ingawa kulikuwa na uvumi kuwa anaugua na alikuwa hali mahututi.